Tuko tayari. Kwa hivyo karibu sana mpenzi msikilizaji ndani ya awamu hii ya pili ambayo ni awamu ya mazungumzo kamili haswa kuhusiana na masuala ya kisiasa. Yes. Na siku ya leo nimebarikiwa hapa kwenye studio kuwa na mgeni ambaye ni mgeni wa heshima sana ambaye atakuwa anazungumzia masuala mawili matatu, na leo hii tutakuwa tunazama ndani ya masuala ya siasa. Yes. Na ningechukua nafasi hii kwanza kukuambia karibu sana. Thank you so much. Ningependa uchukue nafasi hii pia uweze kumjulisha msikilizaji aweze kujua ni nani yule leo ako ndani ya studio. Yes, kwa majina naitwa Mheshimiwa Richard Rotara. Mi niliwania kiti cha MCA mara 2 Kipkenya Ward. Kapseret Sub County. Naam. Pia mimi ndio chairman ya ODM Sub County ya Kapseret. All right. Yes. Umesema kwamba wewe ndio chairman wa ODM Kapseret. Yes. ODM ni Orange Democratic Movement. Yeah. Hiki ni chama ambacho kilianzishwa mwaka wa 2000 miaka 20 iliyopita. 2005. Yes. Nataka tuende direct. Yeah. Unaona direction ambayo ODM inachukua kwa sasa hivi. Nataka tuzungumzie slightly before Baba died and slightly after. Not slightly, actually from the time Baba alikufa hadi sasa hivi. Yes. Direction ambayo ODM inaichukua, mkondo ambao ODM unachukua kwa kisiasa. Yes. Do you think it is the right direction? Okay, wacha niseme hivi. Kuanzia kabla Baba hajakufa. Sisi kama wanasiasa ama wanachama wa ODM. Naam. Tulikuwa tunapendana kama ndugu na dada. Baada ya Raila kufa, nafikiria president wetu Ruto alisema Naam. hata kubali watu ambao watakuja kuleta mgawanyiko katika chama ya ODM. Ambapo sisi tulikuwa tunajua itakuwa mzuri. Lakini mahali imefika, kumbe alikuwa anamaanisha ataipasua ODM. Hiyo ndio kitu tunataka tuseme, kwa kusema ukweli nikiwa hapa Wasingishu. Wamepasua chama. Na ikiwa wamepasua chama ndio sababu mimi nasema kama chama ni ya ODM Kapseret Sub County. Mahali tunaelekea si kuzuri. Kulingana na ile wananchi ambao wa chini. Sisi ndio tuko chini kabisa na tunasikia maneno ambayo inatoka kwa ground. Maneno ambayo inatoka kwa ground. Yes. Ukizungumzia masuala ya maneno ambayo yanatoka kwa ground. Yes. Hiyo inatupeleka direct kwa kijana ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Yes, yes. Ambaye amekuwa akisema mara kwa mara kwamba ground ama watu kwa ground wanaimba tu ni one term. Yes. Na wewe kama chairman wa ODM Yes. ndani ya Kapseret. Yes. Je, ground inasema vipi? Ground si kuzuri. Ground si kuzuri. Kivipi yani? Ile maneno ya kutoa Sifuna na ikiwa wacha nikwambie, No. Sifuna ni mtu ambaye amelelewa kisiasa na baba. Akaelewa maneno ya kila kitu ambayo vinaenda katika chama chetu cha ODM. Na wakati anaongea na nikumbuse wale ambao wanatuona na wale ambao wanatusikiza. Raila alikuwa anasema hivi. Wakati Sifuna ameongea, hiyo ndio chama imesema. Kwa hivyo wakati unaposikia watu wakisema wakati baada ya baba kufa na Sifuna amesimama na msimamo yake akisema hii haikusemwa hivyo. Hii haikusemwa hivi. Naam. Whereby si rasma. Naam. Ati kama unge support broad based wewe si mwana ODM. Hivyo ndio tunaelekea. Lakini tuliona kwamba hata kabla baba aweze kuaga, Sifuna bado alikuwa na msimamo wake. Baada hata baba akiwa hai. Naam. Alikuwa na hiyo msimamo, anasema tutafuata ile tena agenda. Na nikuulize, wakati bado baba alikuwa hai vile nimezungumza. Yes. Bado Sifuna alikuwa na msimamo wake. Alikuwa na hiyo msimamo akisema broad based. Yes, tufuate. But baba never took the initiative ya kumondoa kwenye chama. Baba hakuchukua hiyo. Na mbona sasa? Saa hii okay, sielewi, lakini tunapoangalia wale watu ambao wanafuta watu kama sisi wana ODM
ama sisi kama wana delegates wanatufuta kuenda kwa broad based. Sisi hatuelewe hii broad based inakaaje. Kenya tutora Endeka watu ambao wana support broad based ni wale ambao wanakura katika chama ya UDA. So nataka kusema kwamba ODM NEC, the National Executive Committee, ambao walimtoa Sifuna wakiongozwa na interim chairman Oburu Odinga, ni wanaitwaje? Ni vibaraka, yani wanakula, iko mahali wanakula. Yes, wanakula because hata sisi unajua vile niko hivi. Mimi ni mmoja hao ambao ni delegates ambao tunafaa kutoka huko chini, alafu watana match. Hata sisi hatujaulizwa. Hatujaulizwa maoni yetu tutoe wana hawa delegates hatujaulizwa. Ili tuwape mwelekeo gani na wananchi wanasema kivipi. Yes. Lakini tuliona before I remember among the last speeches za baba, yes, alikuwa anasema kwamba ODM ni chama ambacho kinataka sana kuhakikisha kwamba demokrasia imefuatiliwa kwa kina. Hiyo papa akiwa anasema hivyo. Yes. Lakini unapozungumza sasa hivi unasema kwamba nyinyi kama delegates, wewe kama chairman wa ODM Kapseret, yes, bado hamukuhusishwa kwa njia yoyote. Hatujahusishwa kama delegates. Hatujahusishwa. Na hiyo ndio sababu mimi nakuwa na msimamo yangu. Sisi tulikuwa tunajua ikiwa tunaenda kutoa Sifuna baada ya kuenda election, si wangeongojea tuende election. Wangeongojea tuende election so that tupige kura ya kama kuondoa Sifuna tumuondoe. Hata sasa tumeanza kuogopa. Tumeanza kuogopa sasa sababu hata mimi with the directive itatoka above. Hiyo ni hiyo baba alikuwa anatuambia demokrasia ya kisiasa haipo sasa. Okay. Haipo because sasa hata mimi kama chairman, kama as a delegate, ninaweza ondolewa wakati wowote. Sababu yes, kama na nikuulize wewe kama mmoja wa wana ODM ambaye ni official delegate. Yes, yes. Makosa yake Sifuna yalikuwa ni yapi? Makosa ni ya kujoin ni kukataa Ruto. Hivyo nataka kusema kwamba sahi ODM ni ya Ruto. Definitely, because kama usupport Ruto hautakuwa hapo, hautakuwa kwa chama ndani ya ODM yenye melenga party leader. Wewe unaondolewa. Ndio mahali hiyo mtazamo sasa tunaanza kuangalia. Ni hivyo. Tungeulizwa kama sisi bwana delegates, at least tuwape mwelekeo. Tungeitwa kama chairman wote. Ili elections in the next month. Tungeongoja hii election so that watuulize tuseme tupige kura. Hiyo ndio demokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Lakini sasa wanaenda hiyo hoteli wanaongea, wangeuliza ni wangapi wameenda Mombasa? Hawatafika 10. Alafu na hawa delegates ni wangapi ambao tunafaa kuulizwa? We are almost 200,000. Kenyans. Tuliona kwamba Senator Sifuna aliweza kupangana na wale viongozi ambao ni vijana akina Babu Wino, yes, pia wakiongozwa na mzee wa kisiasa ambaye ni James Orengo. Yeah. Na wakakimbia kule Busia. Yes. Na kule Busia waliweza kupull ground sana. Yes, yes. Which was not the expectation of many. Wengine walitarajia kwamba watu hakutakuwa na hadhara, hawatakuwa na watu wa kuzungumzia, wakaweka hadi vigezo kule na kule. Lakini ukaona kwamba watu walisikiza ground, walisikiza kina Sifuna vizuri sana. Hiyo inaweza kuwa ni njia moja ama ni tisho ambayo waliwarushia kama ODM. Okay. Unaona ile mkutano ya Busia ndiye meleta hii tatisho ya kuondolewa tena. Inachangia sana. Na ikawa na wako na wala ambao hawasupporti kwa upande yenye wanataka. Ndio sababu waliangalia na kulingana na kwa umbali kidogo ama chini nasikia kuna watu ambao walipangwa waende kuwaondoa wasifanye mkutano. Okay, sichajua lakini kulingana na vile allegations. Yes. Na nikaona wengine kutoka huko Busia wameingia kwa runinga wakikasifu Sifuna wakisema sijui wapi. So vitu kama hizo. Lakini si wengine ni vizuri tuseme ilikuwa wakati ambapo juzi tu tumemsikia CS Mbadi akisema kwamba Sifuna hafai kuwa kwenye hicho kiti. Na siku mbili hazijaisha tumeona kwamba wamemuondoa. Okay, wacha nikuulize. 10 years
Sifuna hafai kuwa kwa hiyo kiketi. Baada ya kukataa kwa maneno ya kuingia kwa broad based, ndio sasa hafai kwa hiyo kiketi for 10 years. Yaani kuingia kwa broad based walianza kuingiana lini? Si ni juzi. Hata miezi 3 ijaisha. Ndio wameona hajafaa. Na miaka 10 ambayo amefanyia chama cha ODM, alafu wanamuondoa kimadharau hivyo. Hiyo unajua tunapoangalia, mimi naambia watu wangu kwamba mahali tunaelekea si kuzuri. Naam. Yes. Unajua tukiangalia ile wisdom ambayo baba alikuwa nayo kuiendesha chama cha ODM, na uangalie wisdom ya ndugu yake ambaye ni elder brother wa baba Raila Amolo Odinga, ambaye ni kama sasa atumii busara kuongoza chama, badala anatumia kifua. Unajua, wacha nikwambie, kuwa party leader si wewe naongoza. Kuna wenye wanakusingira. Na unajua sasa wewe ni papa, na kila mtoto akikuja akisema yake na huyu aseme yake, sasa unashindwa ufuate nani na uende upande gani, ama umuache nani. So hiyo ndio sababu mzee amechanganyikiwa, ameshinda, kila mtu anatoa maoni yake. Wacha nikupe mfano moja. Junet Mohamed. Si ati yeye ni mzuri sana huko Suna, huwa anapigiwa kura. Alikuwa na dandia mgongo ya papa. Si ati Wanga ni mzuri sana huko Mabei, amefanya mazuri mpaka yeye anachaguliwa. Ni wale watu wote ambao walikuwa wanatumia jina la papa. Ndio sababu wanaona hakuna mahali hakuna njia nyingine. Na umezungumza vizuri, sababu unapoangalia watu wengi, unajua baba alikuwa na say. That is the reality. Yes, alikuwa na say. Baba alikuwa akisimama aseme Richard tosha. Hakuna maswali mengi, hakuna maswali. Tosha. Sasa hawa wasai wameona ni kana kwamba sasa baba hata kuwepo. Nani ataenda kumshika mkono? Nani ataenda kuzungumzia? Hakuna. So labda wamefanya uamuzi ni wakule. Ama wajitetee kwa ground. Lakini sasa, jinsi ulivyosema, si ati tunapelekwa penye tunaenda kufaitika. Ni mahali tunapelekwa ni mahali penye watu wanaenda kufaitika ambao walikuwa wanafaitika kwa Raila. Lakini sasa Raila hayuko. Sasa mahali wanatupeleka ni mahali penye wanaenda kufaitika wao wenyewe. Sisi ni kukunjwa hivi, tunaingia kwa box, tuende sisi wote. Tukisema kwamba hawa ambao sasa wameanza kujionyesha colors zao kabisa ni wale ambao walikuwa wanasumbua baba akiwa hai, wakati baba labda hangezungumza hadharani aseme kwamba kuna shida, lakini ulisikia akisema kwamba hata mimi napingwa. Wacha nikuulize. Raila akakufa. Na Junet Mohamed alikuwa anasema yeye ni mwindani sana wa Raila. Wewe ulimuona akienda kuchukua mwili? Hatujamuona kweli. Alikuwa nini? Hatujaelewa mbona. Labda mtueleze nyinyi kama watu wa ODM. Wewe uliona wakati ule mpunge wa nani, ule mwenye aliuliwa. Uliona nani Wanga akiwa na hasira kabisa, akiwa na huzuni mwingi. Wewe uliona akiwa na huzuni mwingi kwa Raila? Hatujajua bado, mtueleze. Wewe ulitazama uruninga. Wewe uliona? Hatuwezi jua, unajua labda mtuambie. Ndio sababu nakuambia kuna watu ambao kufa kwa Raila, kuna watu ambao walifurahia, na kuna watu ambao sisi tunahusunika kama hapa, because tulikuwa tunategemea Raila kulingana na kiasa ya demokrasia. Na kulingana na human rights, Raila alikuwa anachangia sana. Saa hii hakuna mtu ambaye anachangia mambo ya human rights. Yaani ile maslahi ya mwananchi wa kawaida hakuna sasa. Unataka kusema kwamba serikali ambayo ipo saa hii usukani haisaidii mambo ya human rights hata kidogo? Hakuna kusaidia human rights. Serikali inasaidia nini saa hii? Serikali ndiye inafunja sheria zaidi kwa pande ya human rights. Ni matamshi yake Richard Rotara. Labda kabla tuweze kwenda kwenye madoka kidogo, ningependa kukuuliza swali. Tuguzie huyu ambaye anaitwa the ousted Rigathi Gachagua. Na ningependa kuzungumzia rais kidogo kabla tuguze swala la Rigathi Gachagua. Rais wakati waliweza kuwa na utofautiano kidogo tu na naibu wake ambaye alikuwa Rigathi Gachagua, rais alisukuma Rigathi Gachagua akaondolewa. Sivyo? Juzi tumemsikia rais akimwambia Sifuna kwamba anasikia Sifuna anaongea na kifua, anaongea with a lot of bravery. Mimi ndio nilianzisha ODM.
hivyo amempea warning kwamba ukiendelea kuzungumza hivyo, umeona chenye kimetendeka. Pia yeye amefanya nini? Hiyo ina maana kwamba serikali ya sasa, mtu akiwa na maoni kinzani, the best solution is not to have an amicable discussion, instead ni kutoa mtu ama ni namna gani? Okay, wacha nikupeleke mbali. Naam. Mtu ambaye alikuwa anasumbua serikali ya Ruto ni Raila. Naam. Okay? Ruto akasukuma Raila ili aende AU. Naam. Na hakufaulu. Wakati alirudi, matamshi ya Ruto ilikuwa aje? Huyu mtu nitampeleka, nitamuweka kwa wheelbarrow, aende Bondo bila kuona. Naam. Alienda ama hakuenda? Alienda. Aya, matamshi ya pili. Yeye alisema yeye ndio mwanzilishi wa ODM. Naam. Ati nitaita madelegates wote wa ODM wa kuondoe. Amefanya hivyo ama bado? Ishatendeka hiyo. Sasa ndio nakuambia, ikiwa Ruto akisema kitu huwa anajua analenga nini na huwa anasema nini. Kwa hivyo yeye si mtu ambaye alikuwa na lengo mzuri katika chama cha ODM. Naam. Yes. Lakini kuna wale bado hadi sasa hivi, unajua wewe unapozungumza unazungumza kwa nafasi ya ODM, sababu wewe ni baadhi ya viongozi wa ODM ambaye umepatiwa nafasi hiyo kuweza kuongoza watu wa Kapseret kama ODM chairperson. Na ningependa sasa kuzungumzia swala la Rigathi Gachagua. Tulimsikia Rigathi Gachagua juzi akisema ya kwamba Sifuna wewe, mimi niliondolewa, na vile ninavyoona hauchukui muda pia wewe utafanya nini? Utaondolewa. Sababu gani ya kuzungumza ukweli au kutangaza msimamo wako wazi? Na ujue kwamba wakati unapoangalia swala la 1992 YK92, wakati ambapo vijana akina marehemu ambaye ameaga juzi Jirongo, Ruto walikuwepo, mzee Raila alikuwepo hiyo wakati. Nilipokuwa nasikiza interview ya Jirongo alisema kwamba mtu ambaye alikuwa na msimamo katika vijana wote ambao walikuwa wanaazimia uongozi ni Raila Amolo Odinga. Huyo peke yake ndiye hakuweza kuongwa kuingia katika serikali ya nani? Ya Moi. Yes. Sifuna amebakia kuwa mtu ambaye amekuwa dhabiti katika msimamo wake. Yes. Na imemfanya sasa ameondolewa. Jinsi ambavyo Rigathi aliweza kuondolewa. Swali ni je, unaona kwamba huyu ambaye anaitwa Sifuna sasa Edwin ajiunge na Rigathi ama aende chama kipi ama achukue mkondo gani? Unajua nini? Kenya ukiwa naongea maneno ya mwananchi wa kawaida, wewe hufai kuwa kwa serikali. Kenya inapenda mtu ambaye anaongea uongo. Kulingana na vile mtazamo wangu. Ukiangalia Sifuna alirudi kuchukua mkondo ya Raila because yeye walikaa na mzee. Na mzee kulingana alikuwa anatetea mwananchi wa kawaida. Na yeye akachukua hiyo mkondo because akawa ni papa na mtoto yake. Akachukua hiyo tabia ya kutetea mwananchi wa kawaida. Lakini ikifika kwa hii serikali, because hii serikali haitetei mwananchi wa kawaida. Ndio sababu unaona wanasema Sifuna hafai kuwa kwa serikali. Na hata watamuletea shida mpaka, lakini wakae wakijua hivi, niwaambie in advance. Wacha waenda na party. Na Sifuna aenda na watu. Na Sifuna saa hii mimi na Muzi maybe anaweza angalia mahali mtu anaweza join ama atafute chama yake. Na hiyo chama ndio iko na watu. Sifuna ako na watu, my friend. Lakini wale waacha waenda na chama. Sisi wacha tuenda na chama. Na tuende hivyo. Na tukubali. Sasa wewe unaona bado ubaki kwa hiyo chama, ndio unasema uende na chama mimi nakuambia, ama unangoja Sifuna aanze chama yake? Wacha nikwambie. Yes. Mimi si sasa hivi tumebaki na chama. Sifuna si ameenda. Na ile kwa ground tunasikia watu wako na Sifuna. Sifuna wacha aenda na watu. Aenda na watu. Ndio nataka kusema tu, labda unajua lazima pia tuweze kupata wale watu ambao watapenda kusimama na Sifuna. Tuseme siku ya leo Sifuna ameunda ODM kama vile Ford Kenya iligawanyika, si ndio? Yes. Ikawa Ford Kenya na hii nyingine ikakuwa Ford Kenya asili. Yes. Sasa tuwe na ODM, aongeze jina lingine na hii ODM ikuwe nyingine.
nyinyi kama wale ambao mshapata uongozi wa ODM, Yes. mnaweza taka kujiassociate na Sifuna? Unajua nini? Kila mtu ako na rights zake za Kidemokrasia, naam. na yeye ana decide mahali penye anaenda. Ataenda, naam. Na ukidecide penye unaenda, unaangalia sera za huko kwingine penye unaenda, manufaa ambayo ni yatatokea. nani anakutetea, nani anakusikia, nani anasikia mwananchi wa kawaida, na hii na hao wengine ni nani anatekeleza mahitaji yangu kulingana na vile nataka. Kama saa hii mimi nafikiria saa hii tangu Raila akufe, hakuna mtu anaongelea maneno ya education, Hawazungumzi hakuna mtu ambaye anaongelea maneno ya health. hata police reforms ilienda ikapotea. Yes, na siku hizi sasa ndio tunaona marisasi yanarushwa tu. Yes, saa hii mwananchi kwa kawaida hata ukichukuliwa na uchinjwe hakuna mtu ataongea. Na huyo ndio sasa Sifuna alikuwa anaongelea, akachukua hiyo mkondo. Sasa wanataka kumusima kama ile koroboi. Mnaita koroboi. Yes. Ni koroboi ya kweli. Sasa. So tunasi Sifuna aidha anaweza join Gachagua, anaweza join Matiang'i, na chama zingine ambazo ziko, anaweza simama na chama ya Natembeya, ama washikane na Babu Wino waanzishe chama chao. Wakisikana ni itakuwa ndio mbaya zaidi. Na mahali wanafikiria vile wametoa Sifuna, ati ndio wamemumaliza kisiasa. Saa hii wamepea umaarufu Sifuna mara 6. Unajua kuna msemo ambao husema hivi kwa Kiswahili kwamba mtoto anapojinyea haukati tako. Wanapanguza. Lakini sasa hawa wanakata. Hiyo ndio sababu hawajui hiyo msemo sasa. Hawajui hiyo msemo. Badala wangepanguza tako, wamekata tako. Lakini sasa kufanya hivyo ni kama wameua chama. Chama ishakufa tayari. Sababu niliona juzi. Niliona mahali wanatupeleka, ndio sababu nasema mahali wanatupeleka sisi kama delegates, sisi wale ambao tunaenda kusimama viketi mbalimbali hapa Wasingishu, tuko kama mimi niko na nia ya kusimama, aidha nisimame MCA, aidha nisimame MP, lakini mahali wanatupeleka UDA wasagawa. Uliona juzi kama uliona, waliitwa wale watu ambao wanaenda kusimama 2027 waliitwa State House wote, wakafalishwa hizo nguo za yellow, na wakaenda wakakuwa, kila mtu akakuwa allocated. Wewe ni MCA unaenda kusimama na pesa utapewa. Wewe utaenda kusimama MP, mwingine women rep, mwingine wote wamesagawa, wamemaliza. Je, sisi kama wana ODM mtafanywa nini? Tunaenda kufiksiwa wapi? Na swali na hata ningependa kukuuliza kabla tuweze kusonga, ni it's just part of that. Kusimamishwa kwake